Kutokuwa na bajeti kuna madhara makubwa sana kifedha. Iwe ni katika biashara, iwe ni katika maisha ya kawaida, iwe ni kwenye mradi au mahali popote pale. Kutokuwa na bajeti kuna madhara makubwa, na ubaya ni kwamba madhara yanayokuja kujitokeza kutokana na bajeti watu huwa hawaoni kama yamesababishwa na kutokuwepo kwa bajeti, isipokuwa watu husingizia kipato, kwamba kipato hakitoshi. Ni kweli yawezekana kipato hakitoshi, lakini ukiwa na kipato, hata kama ni kipato kidogo, ukawa na uwezo kukipangilia, utaona kile kipato kuna kazi fulani ambayo kimefanya. Lakini changamoto kubwa ya watu ni kwamba anapata fedha lakini hawezi kuipangilia kwamba ile fedha iende ikafanya nini. Ndio maana anaweza kaona ile fedha haitoshi, na mwisho wa siku anajikuta anajiingiza kwenye madeni. Ili uweze kuwa na matumizi mazuri ya fedha yako, ni vizuri ukawa na bajeti, na sio bajeti tu, iwe bajeti halisi, ambapo bajeti inakusaidia wewe kuipangilia fedha yako, yani fedha yako ifanye nini ili iweze kuleta matokeo ambayo wewe unayahitaji. Kwa hiyo unaweza kugawa kipato chako katika makundi makubwa matatu: 50% kwa matumizi ya lazima, 30% kwa mahitaji ya muhimu, na 20% ukaitenga kwa ajili ya uwekezaji, ukaiweka kwa ajili ya akiba, ukaiweka kwa ajili ya kulipa madeni. Hiyo kuepuka maisha ya kuishi kwa madeni, itakusaidia kutotumia kipato chako chote, na mwisho wa siku ukaacha kipato chako, yani kipato chako kisiwe na akiba, na itakusaidia kusonga mbele kifedha.